Bunge la Mwananchi. Wewe my brother. Sergeant. Wewe. Sasa tumeanzia debate. Bunge la Mwananchi. Ndugu yangu hapa amesema vizuri, but mimi sitaongea kuhusu Nairobi. Mimi ni wa Nyandarua. Sina Nairobi ni kupitia. But niruhusini niongee kuhusu William Samoei Ruto's speech in the United States. William Samoei Ruto tumekuwa tukimwona akiwa in unga meetings, penye amekuwa akimake strong statements, very strong, zenye ambazo zinaweza jivuniwa na kila mtu. Na mtu ambaye ni mjinga akisikiza William Samoei Ruto atasema kumbe Kenya ina kiongozi anayeleta manufaa. It is a great shock that William Samoei Ruto anaenda kuongea kuhusu peace in Sudan. Na yeye mwenyewe anajua kuna biashara na wale mikora RSF ambao wako Sudan. Oh no. What kind of hypocrite is that? He is a very hypocritical human being, ambaye anajaribu kuendorse peace kwa inchi, akiwa nchi za Ulaya, lakini akirudi hapa Kenya, yeye ndio anajua venye mabunduki zitaenda kwa RSF, yeye ndio anajua jinsi dhahabu zitatoka Sudan zikuje alafu azitafutie biashara. Humu nchini kwake ndio RSF ilisainia a parallel government ya kuenda ku create chaos in Sudan, na bado anaongea kuhusu peace. The same guy ambaye alituambia vizuri na akasema vizuri clearly last week kuwa there was this guy ambaye familia yake iko imemuona, askari wetu alikuwa ameenda Haiti, familia iko imemuona for 6 months na walikuwa naambiwa anachunguzwa mahali yako. Badala kwanza information iliku kwa familia kuwa mtoto wao ameaga, yeye ndio anaenda kutoa information akiwa in the unga meeting kuwa huyu kijana amekufa. Kisha hii familia kwenda pale kwa IG kuuliza kwa IG kuuliza about the same question. Wanaambiwa ati wangoje uchunguzi ifanywe. President already has declared, hapa unaambiwa uchunguzi ifanywe. Uchunguzi ya marehemu itafanywa lini? And this kind of hypocrisy ndio ambayo hatutaki hapa nchini. Mimi I remember this guy ambaye anaitwa tumemaliza kuhusu Ufisadi Democratic Alliance, Ufisadi Daima Alliance and his party leader. You know the UDA inaitwa Ufisadi Daima Alliance. Sasa niongea kuhusu hii chama ya District Commissioners Party na party leader wake, the DCP. Yes, ni Mkikuyu kama mimi na namheshimu zaidi, but there are some kind of hypocrisy ambayo as Kenyans hatufai kutaka, hatutaki kujua. This guy leo hii, yeye ndio mtu ambaye ni mzuri zaidi na anatuambia venye Ruto ni mbaya. I still demand an answer. Ile siku ambao walikuwa wanakaa chini kufikiria venye shamba ya wenyewe itaenda kuvurugwa huku kuibiwa mbuzi, kwani hiyo siku alikuwa nusu human being, nusu punda ama nusu ng'ombe? Saa hizi ndio wamebadilika. Is this not the same guy ambaye akiwa DO hapa Limuru tunasikianga fununu siku ambazo si tulikuwa watoto jinsi alifanya? The same Gachagua. Kwa wale ambao walikuwa hizo enzi kama ule mzee wanaweza jua, mimi nasikianga tu. The same Gachagua jinsi alifanya Molo Nakuru. Then saa hizi huyo ndio mtu ambaye Wakikuyu wengi tukikuja kusikiza tunaanza kusema huyu ndio anakuja kutuokolea. Nani amekwambia this is not the hypocritical person that we don't need in this country? Yeye ni mzuri sana. Let him be a kingmaker, but let him not be a king. Because being a kingmaker, he is not allowed to do some signatories. But being a king, he can make every signatory in this world representing Kenya. Mimi nataka kusema hivi. Simba mlisikia aliguruma on Friday. Na wacheni niwaambie.
Na nataka kuwafunza kitu moja. Sisi kwetu tunajua, na kuna msemo inasemanga, simba akinyeshewa watu udhania ni paka. Mlidhania His Excellency the fourth Uhuru Muigai Kenyatta alikuwa amenyeshewa, mkadhania ni paka. Sasa simba aliguruma. Na wale ambao walikuwa nasikiza hiyo special delegation convention, you noticed one thing. Only 2 speakers were there because that was not a political rally. It was a convention of its special delegates only. Now, there are issues that they conveyed to make sure that this country, if we get a chance as Jubilee Party to lead this country again, we will do better than we did for 10 years. Mimi nataka kuambia hivi. Uhuru Muigai Kenyatta alitufungua macho. Saa hizi kuna hii kitu inaitwa Linda Jamii. Nimesikia huyu jamaa wa soprano akijaribu kutetea Linda Jamii. Ati wa mama sijui alazaje. Mimi nikashindwa. Mwanaume anaweza tetea Linda Jamii. Mwanaume anaongea mambo ya wamama kuliko venye wao wenyewe wanajua. You know, it is kind of a shame. Ile wakati wa Uhuru Kenyatta, mambo ya Linda mama tulikuwa tunasikia na Margaret mkewe. Juu yeye anajua mambo ya wamama kuliko mwanaume. Saa hizi sijui soprano, sitasema ni kama mama, lakini atuelewi. Mimi nataka kuambia hivi, honorable members and able members of this parliament, kuwa tuko na watu wengi sana ambao wanajifanya watatupeleka Canaan. Mnajua mwingine alituambia Canaan ndio hii na maziwa ishaanza kukamuliwa ati tunaingia Canaan. Leta baadaye mliona jinsi kule happen. Kuna watu ambao wanataka kuongea saa hizi. Tuchunge sana tusidhania wao ndio watu wazuri. Tuchunge sana hawa watu. The same people, tusirudishe kidole mahali tulichomewa. Mahali uliumiwa kale kashimo urudishe tena. My friend, unless kichwa yako Kenyans haifanyi kazi. These same people ndio walikuja wakatuambia kijana ni mzuri. Huyu kijana wa maskini ameuza kuku na mayai, amekuwa bilionea. The same people ndio leo anakuja kutuambia huyu mtu ni mkora. Kwani huyu mwenye anasema hivi ni mtu aina gani ambaye ako na maneno mbili? Huyu mtu alikuja akatuambia we found hizi wanazitanga nini? Empty coffers. Then after ametolewa kwa serikali anasema ilikuwa na pesa. Alafu huyo mtu ndio mnataka tena mtuambie tuongoze hii nchi. How foolish can we be as a nation? Mimi si ati na lecture, but we need to understand the leadership of this country. We need to understand the kind of leaders that we are going to deploy come 2027. Bwana Speaker, niongezea dakika mbili tu juu ya kitu inaitwa by-election. We have by-election in this country. This by-election ambayo inakuja, honorable members, mimi ni member wa Jubilee. Nina ushahidi. We have an aspirant in Narok Town, MCA. Then kulikuwa na aspirant wa DCP. Huyo aspirant wa DCP aliitwa na Gachagua na wale watu wanamsupport. There were 15 people in a hall. Na akawaambia, nyinyi supportini huyu kijana ya Ruto. Alafu akiingia nitajua venye nitakupea nafasi ya nomination. Gachagua mwenyewe akasema hivyo. And huyu mtu akitoka nje ndio anataka kutuonyesha wafanyi kazi na Ruto. Nani huyo mjinga ataamini hivyo? Hii kitu inaitwa by-election. Saa hizi IEBC bado haijapata pesa ambayo inafaa conduct. Bado hakuna. Leo Kindiki amesema sijui Kenya iko na 700 billion pending bills. Unashindwa. Honorable members, this financial year 700 billion. Nani ameona project yenye imefanywa na hiyo 700 billion? Wewe umeona. Na wewe. Umeona. Thank you. Kati ya watu 600 ambao wako hapa, 3 tu ndio wameona project za Kasongo. Mungu awabariki Kenya, lakini one term ni real. Na Mungu akijalia
to make sure tumeweka Matiang'i. Asante sana. Haya, sawa. But we are not campaigning. Masaa itafika ukampeni.